Ipo njia ya kusoma Biblia na kuielewa kirahisi. Ndio maana watu wengi wanakuwa na uchovu mkubwa inapoenea kusoma Biblia, yaani ameishika kwenye mikono yake anataka kusoma neno. Ndio maana usingizi mkubwa unakuja, uchovu mwingi unakuja, unakuwa mlegevu. Ni kwa sababu huna hiyo haki ya Mungu, na wengine wamekosa kuwa na haki ya Mungu katika Biblia na kuelewa. Sasa nataka nikupatie namna ya kuweza kuelewa Biblia na kuweza kuisoma. Karibu tena kwa neno kwa maombi juu ya kusoma Biblia na kuielewa kirahisi. Ndiyo maana ya kwanza, uwe na taratibu ya kuweza kusoma Biblia kila muda na kuitafsiri na kuweza kuielewa na kuisoma. Na Mungu huwaga anatumia mtu kadiri na elimu yake na akili yake, na Mungu anatumia mtu kwa kadiri anavyojielewesha kwa kusoma Biblia na kuweza kuisoma kila muda kila dakika, ndipo utaweza kuelewa Biblia. Na watu wengi inapoenea wakati ya kusoma Biblia, ndio maana uchovu utakuwa, usingizi utakuwa. Na kusoma Biblia ni lazima uwe na siri ya Mungu na uwe na haki ya Mungu, ndipo utaweza kuelewa Biblia. Ndio maana watu wengi hawaja kuwa na hiyo haki ya Mungu ya kuweza kuelewa hiyo siri ya kuweza kuisoma Biblia. Ndio maana acha nikukumbushe katika saizi ya kwamba unapotaka kusoma Biblia ni lazima uwe na siri ya Mungu, uwe na haki ya Mungu, ndipo utaweza kuelewa Biblia na kuweza kuisoma. Na ni lazima ndani ya kichwa chako muwe context table ya Biblia, yani yaliyomo, yani ganda la kwanza yaliyomo inomba iwe ndani ya ufahamu wako, ndipo utagundua wapi mishairi inapatikana. Na mtumishi ndani ya kanisa ikiwa anasema tuweze kufungua kitabu kia Mathayo, hutaweza kutafuta kitabu kia Mathayo katika kitabu kia Agano la Kale, wala mtumishi anasema tusome kitabu kia Wafalme, hutaweza kutafuta katika kitabu kia Agano Jipya. Ni lazima ndani ya akili yako umeweka table context, yani yaliyomo yote yamekuwa akilini mwako na umekuwa na uzoefu wa kuweza kuchambua Biblia na kujua ganda la kwanza. Ndiyo maana watu wengi hawaja kuwa na hiyo siri ya Mungu. Na neno letu ni sawa na kile kitabu kia Wakorinto wa kwanza, sura yake ni ile ya 2, mstari wake ni ule wa 6. Lakini tunasema akili katikati yao walio watimilifu, lakini si akili ya dunia hii wala ya watawala wa dunia hii wanaogeuka kwa bure. Lakini tunasema akili ya Mungu katika siri, akili iliyofichwa Mungu aliona. Tunasema akili ya Mungu katika siri aliamuru mbele ya dunia kwa utukufu wetu. Yani akili ya Mungu imefichwa, yani iko katika siri, na maneno ya Mungu yote imefichwa katika Biblia. Na acha nikukumbushe, Biblia ni kitabu kitakatifu na vitabu vingine si vitakatifu. Yani ukwe unajua ya kwamba Biblia ni kitabu kitakatifu na vitabu vingine vyote hapa duniani si vitakatifu. Na Biblia, akili yote ya Mungu imewekwa humo, na Mungu haziweza kushuka hapa duniani kusema katika kinywa, yani ametia maneno yake na siri yake yote katika Biblia. Na tunaposoma Biblia tunaelewa ukubwa wa Mungu, tunaelewa miujiza ya Mungu, na tunaelewa siri ya Mungu, na tunaelewa unabii yote ambayo imekwisha kutamkwa hapo awali, na unabii ambao itakayo kuja, kama vile kitabu kia Ufunuo vile kinavyosema juu ya unabii ambao unatakao kuja na unabii ule ambao tunaenda kuupitia. Na ndiyo maana Mungu ameweka siri yake humo ndani, na aliweza kutumia mitume, manabii ambao waliotangulia na walioweza kuandika Biblia kwa vile walivyoiandika. Siri ya Mungu yote ilitiliwa mule, ili na sisi wa siku za leo tupate kuelewa hekima ya Mungu na siri ya Mungu. Acha nikukumbushe tena, unapokuwa na siri ya Mungu na haki ya Mungu ya kusoma Biblia na kuelewa maneno ya Mungu, na mwingine hana hiyo haki na hiyo siri ya kuelewa maneno ya Mungu,
ataona ya kwamba unamletea fujo, unaleta kelele mbele zake, ataona kwamba unamsumbua, ataona kwamba unamgandamiza, kwani hana hiyo siri ya Mungu katika Biblia na kuweza kuisoma. Na shetani naye anaziba masikio ya wengi, analeta uziwi wa kiroho kwa wengi ili wasiweze kusikiliza nini Mungu anasema. Ndiyo maana utaona watu wengi wanachukua Biblia, wanazibeba, wanaenda nazo, zinakuwa kama vile prestige kwa ajili yao, lakini hawajaelewa ni nini. Mungu anakataza vitu fulani fulani katika Biblia. Mungu anasema katika mashairi kuhusu dhambi, lakini mwingine yeye atasoma tu mashairi hayo, itakuwa kama vile ni historia ndani mwake, kwa sababu hana hiyo siri na hiyo haki ya Mungu ya kuweza kuelewa Biblia. Basi kwa ule mstari wake wa 8 anaendelea kusema, hata umoja wa watawala wa dunia hii hakuijua, kwa sababu kama wangalijua wangalisulubisha Bwana wa utukufu. Yani wa dunia hii, yani falme zilizotangulia wakati wa Kristo, hawakujua hiyo siri yote ambayo ilikuwa ndani ya Biblia. Hata vile na wale makuhani wa Yuda, wale wa Farisayo na Masadukayo, hawakuelewa siri yote ya Mungu ambayo ilikuwa imefichwa ndani ya kitabu ambako kilikuwa kimeandikwa, kama vile na nabii Isaya, nabii Yeremia, wale wote ambao walikuwa wametangulia mbele ya Masia. Hawakujua, hata na wafalme wote hawakujua hiyo siri ya Mungu, na wangejua hiyo siri ya Mungu yote wangeweza kukataa Kristo na wangeacha kazi ya ukombozi haingetimilika. Kwa ule mstari wake wakenda nasema, lakini kama ilivyoandikwa, jicho halikuona wala sikio halikusikia wala hayakuingia katika moyo wa mtu maneno Mungu aliyotengeneza wenye kupenda, lakini Mungu aliyafunua kwetu kwa Roho yake, kwani Roho anatafuta maneno yote, hata mafumbo ya Mungu. Ndiyo maana Roho Mtakatifu anatufundisha kuelewa kumpenda Mungu na kuweza kusoma Biblia na kuweza kuelewa. Ndiyo kazi rasmi ya Roho Mtakatifu, ambaye anatuelimisha, ambaye anatupatia juhudi ya kusoma neno la Mungu na kuweza kulitafakari katika maisha yetu. Yani Roho Mtakatifu ana jukumu mkubwa. Yani acha nikukumbushe kidogo juu ya Roho Mtakatifu. Yani Roho Mtakatifu ndiye ana majukumu makubwa ya kuweza kulea kanisa na kuweza kulitunza, kama vile wakati wa mitume ndiye aliyeshuka kwa ajili yao na kuwapatia hiyo nguvu ya kuweza kuhubiri habari njema. Ingawa Wayahudi, ingawa waliwatesa, waliwakimbiza, lakini huyo Roho Mtakatifu ndiye alikuwa nguvu yao ya kuweza kuhubiri habari njema na ikaenea mahali pote kupitia neno hiyo. Na Roho Mtakatifu ndiye anayetupatia ibada kuwa mpya kila siku, na Roho Mtakatifu ndiye anayetupatia kumcha Mungu na kuweza kuomba kwa bidii na kuweza kujibia maombi yetu kwa muda na kwa wakati wake. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatupatia uhusiano pamoja na mbingu na kutuweka kunakokuwa nafasi kunakotakiwa. Basi neno hili likubariki na liwe msaada kwa ajili yako na kuweza kufundisha namna ya kuweza kusoma Biblia yako na kuweza kuelewa. Basi muda wangu wa utoshi, mmekuwa katika neno hili naye Mwombezi Bienfait Kambale, na ikiwa unataka mambo zaidi, nataka unitafute kwenye namba yangu inaonekana kwenye screen yako kwenye WhatsApp, unite inbox na Mungu aenda kutenda kazi juu yako. Na YouTube channel tembelea jina hiyo, utabarikiwa na mengi. Na ikiwa una matatizo na kusumbua, ita kwenye namba hiyo, utahudumiwa pasipo shaka. Basi uwe na wakati mzuri. Amen.